Shamba safi ni shamba lisilo na magonjwa. Kazi ya usafi shambani inaweza kukuchokesha na kuchukua muda. Mashine hurahisisha kazi shambani, hata ya kusafisha. Tuko naye Elkana Mwamunga kutoka STIHL. Yuko hapa kutuonyesha jinsi kazi yetu shambani inaweza kuwa rahisi zaidi. Hapa pali tupo ni zizi la ng'ombe. Unaiosha vipi? Ufugaji wa ng'ombe, ukitaka kuepukana na gharama mingi za kutibu ng'ombe, yafaa kila wakati zizi la ng'ombe likae likiwa safi. Natumia tu ile njia ya kawaida ya kuweka mtu anafakia, atoe samadi, aweke maji, anatumia hii kifakio tunaitanga kifakio ya makuti. Na hawa watu wewe unawalipa? So watu watatu na walipa karibu shilingi 300 kwa siku moja. Hiyo si ni pesa nyingi sana. So inanikarimu kitu kama 1000. Licha ya kwamba amesema anasafisha zizi lake, kuna stains zimekawia hizi. Zimekuwa sugu, hazitoki hizi. Leo venye nimekuja najua tutamsaidia kutoa hizi stain sugu. Karo, leo niko na mrembo hapa. Anakaa kama ka suitcase hivi, ni kama tuenda safari, sijui tuenda wapi. Ni mashini mojawapo ya kufanya usafi katika zizi, lakini mimi naita pressure washer kwa sababu kazi yake ni kuosha chochote kile kiko mbele yako. Mashini inatumia stima na inatumia maji. So kazi yake badala ya kuhaya watu watatu, hii itamrahisishia kazi, anaweza fanya peke yake. Hii nayo ni on off tu, haina kazi mingi. Haya, ukiangalia hili gurudumu, hii kamba saa nyingine lazima utainyorosha. Wakati ushamaliza kutumia, unairudisha vizuri. Ukigeuza humu nyuma, iko na mtungi. Watu wengi wanaitumia kuweka sabuni kama unasafisha magari, lakini kama huku unaweza tumia disinfectant. Ukitaka sabuni mingi kabisa, iko hii ni metering gauge. Haya. Naona kidude pale ni kama ni ya kupima uzito ama ni ya kupima nini hii? Hii ni ya kupima pressure. Itakuonyesha ile pressure inatoa. Hii mashini iko na miguu huko chini. So anaweza kuibeba bila usaidizi wa mtu yoyote. Ukiangalia hii mikono yake, unaweza teremsha chini na upandishe juu. Hii ni nozzle. Hapa iko na mkoba wake hapa na ziko mbili. Moja ni ya kufanya stain sugu kama hizi na nyingine tu ya kawaida. Iko na urahisi sana wa kuitumia. Ukiangalia hii ambayo tunaita lance, hii ndio ile kitu ina direct maji yako kwa target mahali unaosha. Handle yake pia kuweka kwa hose ni rahisi. Unashika tu unaweka. Unaweza niruhusu nimuulize swali kamoja upande wa kuingiza maji. Kwanza nimeona una running water. Source yake ya maji inaingilia hapa. Na hapa kunakuwa na filter hapa ndani. In case maji ikiwa chafu inasafisha. Hii ndio filter yenyewe. Maji yake yote itakuwa connected hapa. So hii machine maybe inaweza nyonya stima mpaka ipatikane unafanyia machine. Kuanzia asubuhi mpaka jioni huenda ikatumia unit 3 mpaka 4. Hiyo iko sawa, naona naweza itumia mpaka niweke huko nipakisha na kitu kingine kwa mfuko. Kabisa. Nimesikia mtaalamu akisema ako na nozzle 2. Sasa sijaelewa ni wapi yafaa utumie hii na wapi yafaa utumie hii. Alama ya rais ama ishara ya rais kujua ni kwamba hii ni ya kawaida tu. Lakini hii sasa ndio ya madoa sugu. Inatoa maji ikizunguka. Pressure inakuwa mingi zaidi ukiwa na hii. Wow, hakika huu ni usafishaji wa 100%. Sasa hatuwezi kusahau kusafisha trekta ya Lawrence pia. Hii mashine inaweza kuosha trakta? Kabisa, kazi yake yote. Hii ni kazi zote inafanya. Vyema kabisa. Sasa wakati hii trakta yako imetoka kazini kwa mashamba, huwa unaiosha vipi? Kwa sababu unajua trakta inafanya kazi kwa mchanga. Na kuna wakati mwingine hata ni wakati wa mvua. Trakta inachafuka, ikipita kwa zile car wash, tunapitia huko shilingi 500 kusafisha hiyo trakta. Mashine iharibike, atafanya vipi? Warranty period ya mashine zetu zote ni mwaka moja. Na unajua kila mashine ukiitumia tuko na vitu kuharibika, kitu inahitaji spare. Ukiwa na changamoto zozote za hii mashine au mashine yoyote ya STIHL, kazi yetu tunaifanya through dealers. Wauzaji wapo katika miji yote mikuu. Kama spare zake zinapatikana, ndio. Si ati niende Ujerumani. Hapo ni sawa. Uko sawa.